Subscribe now. Yo, bwana, mambo vipi? Mambo ni aje? Bwana, watazamaji wa Good Tech TV, I hope mko fine. Kila mtu ako good. Kwa wale watu wanaoumwa, poleni na Mungu afanyie wepesi mpate kupona. Bwana, siku ya leo nataka niwajuze namna gani ambapo unaweza ukaomba kifo, lakini namna gani unaweza verify cheti cha kifo kwa kutumia ilita. Simona. Kwa hiyo ni namna gani unaweza ukaomba cheti for the first time, au namna gani ambapo unaweza ukaverify cheti cha kifo au ukakimodify kutoka uzamani kuwa kipya cheti cha kifo. Bwana, let's see how. Moja kwa moja utaingia kwenye browser yako, then kama kawaida tunaingia kwenye ilita portal, then tunakuja hapa ilita portal. Sasa kama ulishawahi kuingia, utaingia moja kwa moja kwenye sehemu inaitwa sign in. Ila kama ni mtu ambaye haukufuatilia ile video yangu kwa mara ya kwanza na hii ndo mara ya kwanza unaiona, basi cha kufanya utaregister. Kwa maelezo zaidi kuna video nilishapost hapo nyuma, unaweza kaiona, nilishatoa maelezo jinsi gani ya kuregister. Kwa tunakuja hapa, tuna login. Umeona tunafanyaje? Tuna login, tuna sign in. So after ku sign in, uta click zile dash tatu ambazo ziko upande wako wa kushoto juu. Zitakuletea feature ya namna hii. Itakuletea hapa, itakuonyesha dashboard, itakuonyesha birth service, itakuonyesha death service. Sisi tunataka death service, si ndio hivyo? Ile iliyopita niliwafundisha namna gani ya birth service, lakini hii sasa ni death service. Bwana, utakuja moja kwa moja kwenye upande wa death service. Simona, sasa ukishafika hapo kwenye death service, moja kwa moja utafika sasa. Kama ni unaomba for the first time, unaomba kwa mara ya kwanza, utakachotakiwa kufanya ni nini? Utabonyeza hapa kwenye alama ya jumlisha. Sasa unachagua wewe unachotaka. Je, kutoka new death certificate application? Je, ni change from old to new? Je, una request verification? Tuseme tunaanza ni new death application. Sasa hapa kuna process za kuzifuata. Umeona? Process hizo za kuzifuata unazifuata mdogo mdogo, ambapo zinaweza kukusaidia wewe moja kwa moja kupata cheti chako. Umeona? Sasa hapa kuna identification type. Maana yake moja kwa moja unatafuta identification ya yule mtu aliyeweza kufariki. Mfano, let's say hapa una voter ID. Umeona? Una voter ID. Kama una voter ID, hapa atakwambia weka identification number. Pale kwenye ile kadi ya mpiga kura kwa chini upande wa kulia kuna ile namba. Sasa hapa ndo unaiweka. Then hapa kuna deceased personal information. Sasa hapa taarifa zinakoanza, taarifa za mtu mwenyewe aliyoweza kufariki. Unakutana na first name, unakutana na middle name, unakutana na last name, lakini bila kusahau kuselect sex. Lakini pia kuna mobile number inakuepo, email inakuepo, hata usipokuwa nayo is not an case. Date of birth ni jambo la muhimu, date of birth. Then unahamia moja kwa moja kwenye date of death, manake kuanzia pale alipokuepo mpaka umauti ulipomfikia. Lakini pia wazazi wake, I mean kama wewe ndo naye muombea ni baba yako, let's say ndo aliyetangulia mbele za haki, au mama yako, basi unatakiwa kuwajua wazazi wake. Ujue kuanzia jina lao la kwanza, jina la katikati, jina la mwisho. Pia baba wa huyo mzazi aliyefariki, ujue jina lake la mwanzo, la katikati, la mwisho. Pia alizaliwa, yani hapa sasa unakuja sasa kwenye deceased place of death, mara ya mwisho marehemu wetu labda tuseme alifia sehemu gani. Una select country, kama ni outside the country, let's say bahati mbaya ilimkuta akiwa Kenya, kwenye safari zake utaandika Kenya. Ila kama ilimkuta akiwa Tanzania, basi Tanzania. Then select which street, select cause, sababisho ya nani ya kifo chake ni nini. Hapa ziko hizi tu. Umeona?
kama kilichosababisha mtu wako kufa hapa hakijaonekana, utachagua sehemu iliyoandikwa other. Ukishafika sehemu iliyoandikwa other, simona hapa, utakachotakiwa kufanya ni nini? Hapa utaandika other cause. Let's say car accident, au labda tuseme ugonjwa wote, labda tuseme malaria, alikufa kwa malaria, hivyo labda tuseme alikufa kwa kuuawa bahati mbaya, simona hivyo. Kwa hiyo una select pia place of death, alifia wapi. Let's say kama alifia nyumbani au alifia hospitalini, maana kuna ile utakuta mtu bahati mbaya kabla hajafika hospitalini alifia nyumbani, simona. Lakini pia kuna wengine kama walikuwa wanaumwa makali wanafia hospitalini huko. Sasa ukifia hospitalini unaambiwa uandike jina la sehemu ambako alifia. Let's say kama alifia katika Mwananyamala, manake utaandika huko, au labda alifia let's say hospitali ya mkoa wa Songea, utaandika pale alifia hospitali ya mkoa wa Songea. Lakini pia select country, hapa this is last place of domicile, manake sasa domicile yake ya mwisho, simona, mahali pake pa mwisho alipokuwa anaishi, simona, ni wapi before hajadedi. Kwa hiyo hapo tuna select country, tuna select street, then tunaenda nationality, obviously sisi ni Watanzania, then unabonyeza continue. Hapa vitu vyote hivi ukishaviandika, then unakuja continue. Once ukiklik continue, itakupeleka upande wa pili. Kwa kuwa mimi hapa sijaze, that's why mnaona upande wa pili hauonyeshi chochote. Sasa upande wa pili unaonyesha nini? Upande wa pili once ukiingia, unakuonyesha taarifa za wewe muombaji. Je, unayemwombea ni nani? Ni baba yako, ni kaka yako, mjomba wako, ndugu yako au other. Kama unayeomba ni mwenyewe, basi na wewe pia uwe na ID, let's say voter ID au passport number hivyo. Lakini pia kule upande wa pili kuna attachment ambazo wao watakutaka uattach. Wamelisti pale aina za attachment nyingi, simona, ila wanakwambia kati ya zile attachment zote ulizozorozesha utachagua 2 kati ya hizo. Unaweza ukachagua attachment 2 ambayo unasema kuna moja inaweza kawa kibali cha kifo, lakini pia ya pili ni ile muhtasari wa mazishi, kile kikao ambacho wanafamilia mmekaa baada ya mazishi 1 2 3. Hizo ni document moja muhimu sana, unaweza ukaziselect hizo 2 then ukazi-upload pale. Lakini kingine watakuuliza huko mbele sasa, baada ya kubonyeza hapa next, kwamba je, pick up place ya hii cheti utaenda kuchukulia wapi? Kama ni kwa upande, kama wewe ni mtu wa unakaa Ilala, manake obviously wewe utaenda headquarter, simona. Ila kama unakaa Dodoma, basi utaenda Dodoma mjini, utaenda Dodoma Lita, simona. Kwa hiyo inategemea na sehemu ambapo utaandika. Ukiandika mkoa wote, afu pale kwenye pick up itakuonyesha wewe unaenda kuchukua wapi. Kwa hayo ndo maelezo mafupi kwamba namna gani unaweza kufanyaje ukakiomba cheti cha kifo. I hope mmeelewa ndugu zanguni. Kwa maswali mengi mnaweza kuniuliza, pia usisahau kusubscribe, usisahau kunifollow, usisahau kucomment, kulike na kushare. Nawapenda sana. Tukutane tena kwenye video nyingine. Kwa wa kwanza kupata notification, usisahau turn on notification.